kuanza masomo yao katika hatua nyingine ya kimalezi. Tunapokumbuka nia hizi zote, tunakuwa na wahusika kama watatu. Kwanza tunakuwa na mhusika huyu mama yetu na Bikira Maria. Tunakuwa na mhusika Mtakatifu Gaspari ambaye anaanzisha shirika hili la wamisionari wa damu takatifu, na tunawahusika hawa vijana. Na hawa wahusika wote wanatuingiza katika wazo kwanza la kihistoria, wanatuingiza katika wazo la kiimani, na papo hapo wanatuingiza katika wazo hii historia, hii imani iendelee kwa vijana hawa. Mawazo haya yote yanatubeba na yanatuweka tuwepo hapa. Wazo la kihistoria, wazo la kiimani, na mawazo haya yaendelee. Kwa sababu wao sasa wanaingia kwenye uhusika wa hii historia. Wanatamani waingie kwenye historia, uhusika wa hii historia. Wanatamani hapo walipo waendeleze hii historia, lakini pia waiishi hii historia. Ndugu zangu, tunapokutana na kuyaona mawazo haya yote kwa pamoja na kuona wahusika hao, kwanza ningependa kueleza wazo hili la majiundo yaliyothabiti. Majiundo ambayo hayayumbishwi, msimamo ambao upo imara. Angalieni huyu mama Bikira Maria. Huyu mama katika maandiko, katika mapokeo, ni mama ambaye alikuwa labda na miaka 15, 14, 15. Ndipo anaposema ndiyo yake kwa Mungu. Ndipo anaposema no, ninashiriki pia ukombozi. Ndipo anaposema no, nina imani kwa huyu Mungu mmoja. Angalieni umri wake. Lakini pia kwa huyu Gaspari, anapadrishwa akiwa na umri wa miaka 22. Nafikiri ndio umri wenu. Na kwa watu hawa, angalieni, shirika leo ni miaka 211. Gaspari anachukua imani hiyo ambayo anaiamini huyu mama, imani ambayo anamwamini Mungu wake, anayesema ndiyo kwa imani hii Maria. Gaspari anaichukua na anaiendeleza. Leo ni miaka 211. Tunaposherehekea miaka 211, angalieni wale ambao walianzisha hawapo nasi. Na angalieni jinsi shirika ambalo limetawanyika sehemu mbalimbali. Limetawanyika kwa sababu kuna vijana kama ninyi. Walisema ndiyo kama Gaspari, walisema ndiyo kama Maria, na hatimaye wamewezesha shirika kuenea. Kwa hiyo tunapokutana siku ya leo hapa, tunawaombea ninyi nguvu hasa ya kuwa thabiti katika hiyo imani, ili nanyi muwe sehemu ya hiyo historia. Hatupo hapa kwa sababu tupo tu. Hatupo hapa kwa sababu mnamaliza mwaka huu. Mngeweza kumaliza basi na kuondoka na mkaenda Morogoro. Lakini tupo hapa pia tunapomaliza mwaka huu kuona umuhimu wake. Mnamaliza mwaka na kuwaombea ninyi ili muwe ndani ya hii historia. Na sasa hivi pengine mnaweza mkafikiri, sasa Father, sasa hivi kweli? Ndio.
Nilikuwa nafikiri wakati tupo pale mna miaka kama 9 mbele. Nimemaliza mmoja. Miaka 9 maana yake itakuwa 2000 na ngapi? 2000 na 30 na ngapi? Na 5. So mbali. Jana wakati tunaongea tupo mezani na Flata Hilal akasema, Father, tulikuja hapa mwaka 2017 Hilal. Walifika pale shuleni mwaka 2017. Nikaambia ni jana tu. Akasema ni jana tu, lakini Father ni parefu. Mnaona ni jana tu. Leo yupo mwaka wa kichungaji. Miaka inaenda. Lakini tunataka vijana ambao wapo thabiti, wapo imara, wana nguvu. Na vijana ambao wanajiandaa kimwili, wanajiandaa vizuri kiroho, na wanajiandaa vizuri kiakili. Ili hii historia isije kakatika katikati. Historia iendelee mpaka pale Kristo atakapokuja kulichukua kanisa lake. Ninyi ni sehemu ya hiyo historia. Ninyi sasa hivi mnatengeneza hiyo chain. Mnatengeneza huo mnyororo. Unaendelea sehemu mbalimbali za dunia ili watu kweli waone katika historia ya shirika, lakini wamtambue Mungu, wapate imani iliyo thabiti. Ndio maana nimesema katika uhusika ninyi leo mnahusika, na katika dhamira ya siku ya leo basi ni historia na imani. Ndugu zangu, tunapokumbuka hiyo historia, hawa wanabeba ujumbe gani kwa siku ya leo? Na shirika zima linabeba ujumbe gani kwa siku ya leo? Tunabeba ujumbe huu wa zawadi kubwa kwa mwanadamu. Kwamba mwanadamu sio chombo tu. Mwanadamu ni zawadi kubwa ya Mwenyezi Mungu ambayo baada ya kuzaliwa kwake anabatizwa, anakuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Na baada ya kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, huyo hapotei, bali Mungu anamtaka mwili na roho. Na ndio maana tunasherehekea siku ya leo Maria kupalizwa mwili na roho kwenda mbinguni. Ni mfano ambao Mungu anakusudia kwa kila mwanadamu. Ni heshima ambayo mwanadamu inabidi awe nayo. Ni utukufu ambao mwanadamu anao. Kama wamisionari wa damu takatifu, kama pia ninyi vijana ambao mnabeba sasa, mnaendeleza historia, ni kama sehemu mojawapo ya fundo la hii chain ya historia. Mtatakiwa kuzunguka na kueneza furaha hii, utukufu huu kwa watu mbalimbali, kuwaambia kwamba wana maana. Kuwaambia watu kwamba pamoja na yote ambayo mnayo, ninyi mna thamani kubwa mno ambayo Mungu ameweka ndani yenu. Hicho ndicho ambacho ni ujumbe ambao mtaubeba kwa kila mwanadamu. Na kubeba ujumbe huu, ndio maana nimesema sio rahisi sana. Sio rahisi sana. Na hasa katika nyakati zetu, pale ambapo mtu anaweza akapotea, hakuna mtu anayejali. Pale ambapo mtu anaweza katukanwa, hakuna anayejali. Pale ambapo uongo unaweza kubadilishwa kuwa ukweli, hakuna mtu anayejali. Katika nyakati hizo, ninyi ambao mnatengeneza mnyororo huu wa historia, mtatakiwa, na wote pia tunatakiwa kueleza kwamba sisi ni zawadi ya utukufu ambao Mungu ameweka ndani yetu. Na ninyi pia mtatakiwa kutangaza
ninyi pia mtatakiwa kuwa mashahidi, ninyi pia mtatakiwa kuelimisha. Na ndio maana nimesema inabidi kweli kujiandaa vizuri kiakili, kiroho na kimwili. Kama hatujiandae vizuri katika mambo hayo, ni rahisi sana kukata tamaa. Ni rahisi sana kukimbilia kile ambacho kisichokuwa na nguvu, kisichokuwa na thamani, na mkakiacha kile ambacho kina thamani. Mungu anapompaliza Bikira Maria mwili na roho bila doa kwenda mbinguni, anatuambia sisi miili yetu ina maana. Anatuambia sisi kwamba kazi tunayofanya ina maana. Anatuambia sisi kila binadamu kwa namna alivyo, kwa namna yote alivyo, ana thamani, ana maana kubwa sana. Na ndiyo sababu hata Gaspari anatangaza huo utume wa damu, kuonyesha kwamba mwanadamu kwa namna yote ile ana maana. Ndugu zangu, tunapounganisha mambo haya yote, swala hilo la kihistoria, tunapounganisha pia na swala la kiimani, Mungu anawatumia kina nani? Mungu anawatumia kina nani? Angalieni, Maria yupo, lakini angalieni wale mitume. Angalieni katika historia, ni watu ambao kama sisi, ni watu ambao wapo kawaida sana, ni watu ambao ndani yao kuna madhaifu, ndani yao kuna hofu, ndani yao kuna mashaka, lakini wanatengeneza historia, lakini pia wanaeneza hiyo imani, na injili inaenea na shirika linaenea. Hata sisi wenyewe hapa tupo, ukiangalia kuna baba yetu hapa, Padre Mshobozi yupo pale. Alivyoanza bila shaka alikuwa na mashaka naye, lakini tupo unamwona Father Eugene Nchimbi na hawa vijana, kila mmoja alikuwa na mashaka fulani, alikuwa na hofu fulani. Hali kadhalika hata ninyi, kuna muda fulani kuna mashaka, kuna wasiwasi. Bila shaka hata ninyi hivi sasa, kwa mfano uliposema miaka 9 mbele, nasema miaka 9 itafika lini hiyo? Miaka 9 itakuwaje hivyo? Bila shaka hata sasa mnaposema mnaenda Morogoro, tayari habari imeshapata. Hivi pale inabidi umkwepe nani na uende kwa nani? Tayari wasiwasi huo. Basi vijana, hiyo historia niliyosema, imani niliyosema, na hawa husika, Gaspari, hata Maria naye alikuwa na mashaka, walikuwa na hofu, walikuwa na wasiwasi. Lakini pamoja na yote, basi tuwe na hiyo spirit ya Maria, spirit ya Gaspari, kwenda kwa haraka, na tunapowakuta watu tuwe sababu ya furaha. Pamoja na namna ambavyo tuwe sababu ya furaha, tuwe sababu ya hiyo imani kuwaambia watu. Pamoja na yote, imani yetu ni shindi, kuna ushindi. Hayo yote unayopitia yapo chini, lakini imani ipo juu. Mungu wetu yupo juu, ushindi upo juu. Kila dakika tukisema hivyo, mtaona kwamba basi ile cheni ya historia kamwe haitavunjika. Sisi tunaenda, ninyi mnakuja, ninyi mtaenda, wengine watakuja, mpaka pale maandiko yatakapotimia, Bwana mwenyewe atakapokuja kulichukua kanisa lake. Mara zote kwa Mungu na kwa Mungu tu iwe sifa na utukufu milele na milele. Amen.